السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، baada ya kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake, kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa mara nyingine tumekutana ili tuzidi kumshana katika dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islam, katika video yetu iliyopita tulizungumzia kuhusiana na suala zima la fadhila za dhikri na fawaid zinazopatikana katika dhikri. Je, wewe ukimtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala wapata nini? Lazima kuna faida. Miongoni mwa faida kubwa ambayo kila mmoja yoitaka ni kwamba sisi tufutie madhambi yetu. Kila wakati ukidumu katika dhikr, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala anakufutia madhambi yako. Na sisi sote tuna madhambi, sote tunamkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema mtukufu wa daraja kwamba sote ni makosa. Kullu bani adama khata'u wa khairu khata'in at-tawwabun. Sote sisi tumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutateleza kwa njia moja ama nyingine, lakini Allah mtukufu wa daraja asema kwamba bora katika wale ambao kwamba wanafanya makosa basi ni wale wenye kutubu. Tuzungumzie hadithi ambayo kwamba inahusiana na fadhila za dhikri. Anna rajula qala ya Rasulullah, inna shara'i al-islam qad kathurat, inna shara'i al-islam qad kathurat, basi fa akhbirni ya Rasulullah, sheria za Kiislamu zimekithiri, zimekuwa ni nyingi, naomba unipatie ibada moja ambayo kwamba nikishikamana nayo, nikikamata vizuri, basi itakuwa inanipatia mimi chances ya kufutiwa madhambi yangu, ama yani kufupi nitapata thawabu. Tafsiri ni hiyo kwamba nikishikamana nao vizuri, basi itakuwa ni miongoni mwa asbab ya kwamba mimi niweze kuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Basi mtukufu wa daraja, na ulama wanatuambia kwamba mtukufu wa daraja maneno yake mengine akizungumza, anazungumza maneno kidogo, maneno mafupi tu, lakini maana yake ni pana. Akamwambia la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, hivyo tu, lakini utapata katika kauli hii kuna maana kubwa. Angalia katika hadithi nyingine akimwambia yule kijana kwamba la taghdab, usikasirike, zuia hasira zako. Yani huyo amekuja yataka kushauriwa, ywaambia la taghdab, usikasirike. Maneno ambayo kwamba ni maneno kidogo, lakini tuingie ndani ya la taghdab, utapata kwamba ukizuia hasira zako unajiepusha na mambo mengi, bali hupati sifa miongoni mwa sifa za wacha Mungu ikiwa wewe hutojiepusha ama hutozuia hasira zako. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wal kadhimina al-ghayz, na wenye kuzuia hasira zao. Sasa utapata kwamba ukizuia hasira zako, kila wakati ukiwa ni tabia yako kuzuia hasira zako, basi utakuwa umepata moja katika sifa za wacha Mungu. Huyu mcha Mungu ukiwa wewe si mwenye kuzuia hasira zako. Sasa utapata kwamba la taghdab, lakini maana yake ni pana. Vile vile la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah, utapata kwamba jambo kubwa hapo ndani, utapata kuna jambo kubwa ndani. Utapata kuna dhikri ambapo kwamba ni pana. Dhikri kama hii ina fadhila kubwa. Dhikri kama hii inakukundulia riziki zako. Dhikri kama hii inakupatia wewe chance ya kufutia madhambi yako na Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa kila wakati ndumu nayo. Na Rasulullah sallam kama ilivyosajiliwa kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, kila wakati ndio ilikuwa ni desturi yake. Na Aisha asema radhiallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani. Mtukufu wa daraja ndio ilikuwa ni maisha yake, kila wakati akimtaja Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuivae sifa kama hii kutoka kwa mtukufu wa daraja, yeye ndiye mwalimu wetu, yeye ndiye kudwa yetu. Tuichukue sifa kama hii kutoka kwake kila wakati, katika sehemu yako ya kazi, katika biashara zako, kila wakati ukitembea, ukiwa peke yako, ukiwa ni mwenye kuendesha pikipiki, ni mwenye kuendesha gari, yani harakati zako zote hakisha kwamba unadumu na swala zima la dhikr.
Ukiwa unaendelea kufanya hivi, basi utajipatia wewe nafasi ya kufutia madhambi yako, bali utakuwa unakaribia ama unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia tu, Mola subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikiliza na wenye kufuata, na pia Mola subhanahu wa ta'ala tujalie ni wenye kututakabalia ibada zetu tulizozifanya kwa siri na kwa dhahiri, na pia Mola subhanahu wa ta'ala tufutie makosa yetu, tufutie madhambi yetu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hakikisha kwamba una subscribe katika channel yetu ya Hanbal TV Online. We always say Hanbal TV Online ya kwamba we plan, Allah decides. Hakikisha kwamba una subscribe. Shukran, ma'assalam.